Wami Media, your informer everywhere. Wakati tunapanga watu wa kufa, nilijikuta na mtaja mchungaji mmoja awe miongoni mwa watu watakao kufa. Kwa hiyo baada ya kumtaja yule mchungaji, yani kuzimu ukitaja, mfano kuna mtu kama Moses Kulola. Yule Moses Kulola tumemtaja mara 4. Yani kusema tu Moses Kulola Kiringeni, mkiwa wachawi 80 mnapona 20, 60 wote mnakufa. Kuna mtu mwingine tulikuwa hatumtaki, Gwajima. Huyu Josephat Gwajima, askofu wa ufufuo na uzima. Huyu alikuwa ni adui yetu mbaya. Na hata mimi amewahi kuniponza, akaninyang'anya misukule 8 pale Morogoro, ambao nilikuwa nimewanunua kwa gharama kubwa sana. Na yule Gwajima mpaka mimi naokoka tulikuwa tumemshindwa. Tulikuwa tumemkosa kabisa. Tumetumia mbinu 11 mpaka za kumuwinda na sumu. Tumemuwinda na risasi. Tumemuwinda na tindikali. Tumemuwinda na ukombola unyagu. Tumemtumia nyoka mara 27. Tumemtumia wanawake 15. Lakini Gwajima tukamkosa. Tukaanza kumkamata kwenye udhaifu wake wa kiimani, kwamba aropoke blocken za kisiasa kwenye kanisa ili tufanyaje, tunase miguu yake. Lakini alipokuwa akipambana na kina Kikwete, sisi tulichokifanya tulimchora kwenye rada ili tumpige. Kuna siku kidogo aanguke madhabahuni akiwa na kiongozi wake aliyekuwa dereva wa ndege yake, yule anaitwa Biagaze. Ile siku tulikuwa tumetuma maagenti 29 kanisani kwake, na alifanikiwa kutunyang'anya binti mmoja aliyekuwa mwanachama wetu wa Kiringe cha Tanga, Muheza. Na baada ya kutunyang'anya tukamseti rada ili tumuue kanisani. Kilichomsaidia Gwajima na kinachomsaidia Gwajima mpaka leo ni kanisa analochunga. Yani yale maombi yanayoomba Gwajima, mimi sisiti kusema ukweli kwa sababu ni kazi nilizokuwa nikifanya. Yale maombi wanasema rudisha, njoo, piga, wapigwe. Yale maombi unakuta sasa mmoja anaenda huku, mwingine anaenda huku, mwingine anaenda huku, mwingine anaenda huku, afu yeye Gwajima yuko kati, mara akimbie huku. Ukimseti kwenye rada, unamuona Gwajima huyu hapa. Ukianza kusuka risasi ambapo ungepiga, kuna vitu 5 vinatokea. Kitu cha kwanza, unaona ni mtoto wa kondoo yuko katikati ya damu. Sasa ukishaona ni mtoto wa kondoo yuko katikati ya damu, hupigi. Unakuwa ujitakie usalama kwanza wewe. Andaa madamu huko, chinja mbuzi, weka damu pembeni ili jini aje litakapokurudia lile kombora ujikinge, usife wewe. Kwa hiyo inabidi ustop. Sasa ukistop, ukimwangalia tena umeshajiandaa, unakuta ni mkuki wa moto unaokuja kukuangamiza wewe. Inabidi uswali kushindana na ukajifiche chooni huku duniani. Vyoo huwa ni milango ya kwanza ya kuzimu iliyo karibu na binadamu, na kila choo ina majini 5 mpaka 7. Kwa hiyo unapoingia kichwa mle chooni, unajichaji kwa kula yale mavi. Kile kinyesi kile ni chakula cha wachawi waliokuwa kwenye renki kama ya kwangu. Kwa hiyo Gwajima tukawa tukimwangalia akiwa mkuki vile, tunakimbia kujificha huku. Wakati mwingine sasa unaenda kumwangalia mara ya 3, unashangaa unamuona, ukipiga anadondoka, unafikiri ni yeye, unaenda kukuta sio yeye, ni mtoto wake. Yani ni katoto ambako ni katoto ka muumini wa mle kanisani. Sasa ukishaona amepigwa huyo, huwezi kukubali afe. Maana akifa adhabu yake utalazimika wewe uue mwanao au ndugu yako wa damu akalipie ile kafara. Kwa hiyo inabidi ile kombola ufanye iwezekanavyo uliondoe. Ndio pale Gwajima kawa anapata CV.
akimwombea anakuta tumeshaondoa kombora, mtu aliyekufa anafufuka. Kwa hiyo tukaona anaendelea kupanda chati sana Gwajima kuliko sisi. Ndio tukamwinda sana. Ndio mpaka tunampiga tindikali. Lengo ni yafe, kwa sababu alikuwa mharibifu sana wa kuzimu. Kuna siku moja akamtukana askofu wa kanisa Katoliki Pengo. Lile tusi ndio ikasukwa hati ya mashtaka kumnasa Gwajima. Lakini ile hati ya mashtaka kilichomsaidia tena ni kanisa. Na kitu kingine kinachomlinda Gwajima mpaka leo ni mtu anayesema sana siri za kuzimu. Na siri ya kuzimu na kanuni yake ni kwamba unapokuwa unafichua siri ya kuzimu sana, unakuwa unatengeneza mambo mawili. Kama una nguvu inayokusaidia ya upande wa pili tofauti na kuzimu, lazima hiyo siku ufe. Yani kama hivi ninavyoongea hivi na wewe, ningekuwa sina Yesu, sijaokoka yani. Saa hizi unaondoka tu na mimi nimekufa. Lakini hapa siogopi kwa sababu tayari Yesu alishanifunika. Siogopi chochote. Nina miaka mingi kwenye wokovu kidogo. Ndio maana nilishahubiri sehemu nyingi. Na hata sasa na sifa ya kusema Bwana ndiye anisaidiaye. Kwa hiyo Gwajima tulimshindwa kwa sababu alikuwa anatufichua sana. Analiambia kanisa na dunia yote siri zetu. Kwa kila mianya tunayotaka kwenda kutumia kumnasa, tunakuta amekamatwa mchawi mmoja wetu, anatufichua kule, tunafeli. Mpaka mimi naokoka, Gwajima tulikuwa tumemshindwa. Tulichofaulu tu ni kitu kimoja, kumchafua sifa kwa kumbambikiza tuhuma mbalimbali. Na ile ilikuwa ni ili tumzofishe nguvu, aache kuendelea kuipiga kuzimu. Hicho ndicho tulichofanikiwa, kumchafua tu. Mwingine